Tunakuabudu Baba, tuinue mikono yetu juu kusema unastahili. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. You are the master, you are the king. You have made us, Father, that we may worship you. You've called us, God, here today, that who shall I send? Here we are. Send us to the world. Let us go and meet the world and do your expectation, do your desires, do your will. In Jesus' name, somebody say amen. You may be seated in your holy seats and may be blessed. Worship team, keep it up. We love what you're doing. And because we are representatives of heaven, also God loves what you're doing. Not only we, but also God. As you continue to do the will. Yani unabeba kitu ni mzito, ni mrefu kuliko ni mzito kuliko kujaribu kukula kidogo. Mami, wacha kudayati sana, kula kidogo. Hii nchi inakuhitaji. Na tunahitaji watu wako na nguvu, si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. This is amen. How are you? What's your name? What's your name? What is your name? Yeah, what is your name? I'm asking you, what is your name? Do you know English? Huh? Well, shosho akwaje, mami? Shosho mrefu. Alipona? Ako hospitali? Yene kuma murama muragiro. We. Bono jenda kuona shosho ama ni roda ndio mnapenda? Shosho ule mwembamba mrefu ni mgonjwa. She has been sick. She already. Shosho ule mrefu mwembamba. Umeenda kumuona? Kwa nini? Sasa umejua, uhakikishe leo umeenda kwake na umuone. Hapana, leo na unipigie simu umemuona. Na umpigie simu mkiwa na yeye tuongee. Leo si kesho. Kama ni wewe mgoja tungekuja kesho. Tungekuja tu leo bio kama tumetoa ulimi nje. Shiaredi wetu ni mgonjwa. Papa emwega. Weta kwa atia. Kairetu wakane gaku. Nekegekete. Oh. Niwe woteithagia. Thank you. God bless you. Sasa leo nataka tuko kwenye topic tu ya whom shall I send? Sema here I am. Here tulijua ni why do you say here I am? Tumesoma leo. Why do we say here I am? You must be in the position of your blessing, not where the Lord has said. You must be in the position of your blessing. God will never bless you wakati hauko in your position. Na watu wengi wamemiss blessings za Mungu because ya mutangatango. Uliza Mungu, hapa ndio unataka nikue? Akikwambia ni hapa, tulia tu. Hata ukikaa miaka 5 bila blessing, hata ukikaa miaka 10 bila blessing, kama ni Mungu alikwambia ni hapa, lazima atakujia hapa. Go settle, ikradhi tu. Onawaga, hata ukikosa kitu inafanyika, mwaka inaenda, miezi miwili inaenda, miaka 2 inaenda, without anything happening. Weka tu. Kama ni Mungu alikwambia ukuje hapa. Na kama si Mungu alikwambia hapa, toroka. Bwana Yesu asifiwe sana. Toroka, enda mahali unatakikana. Maana baraka yako haitakuja through hapa. Itakuja through where you are supposed to be. Hiyo kazi ambayo unafanya, did God sanction it? Whatever you are doing, was it godly? Nega iwako elio rute weroshio. Asha, gaida kwareirie. Toroka, endo tafute ulisa Mungu. What do you want me to do? Mungu anabarikigi mtu kwenye kila alikwambia. Don't worry about the time. Don't worry itachukua siku gapi. Kaa tu, kama ni Mungu alisema kaa hapo, atakuja. Mimi ni Mungu aliniambia nikuje wapi?
hii building. Ni Mungu aliniambia anzisha huduma. Ni kutoka huko Jericho, kutoka huko mahali kunaitwa Jimulisa. Tukaanza huko kwa mama mwingine alikuwa anaitwa nani? Amazing Grace. Pale nilitoa share ready. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa liko naitwa Amazing Grace. Nikamwambia mama, nimekuja kukubariki. Nimekuja kukuondoa kwa nyumba ya mabati hapa. Utoke hapa. Kuna kiwanja kingine unakuaga nao. Utoke hapa uende ujengee Mungu kiwanja. Mama ni mang'aa. Sema mama ni mang'aa. Mama mang'aa. Na unamwambia hapa usikae. Akanifukuza kanisa. Aliponifukuza kanisa, juzi niliona kanisa yake kwa picha. Ikiwa mawe imewekwa chini. Aliuza mashamba yake yote ndio ajenge nyumba ya mawe. Lakini Mungu alikuwa anataka ujenge hapo. Ni nyumba ya Mungu ilibomolewa. Ni kanisa ilibomolewa. Lakini Mungu alikuwa amekwambia ujenge hapo? Hapana. Kuna mahali alikuwa amekuonyesha pa kujenga. Mimi mwenyewe nilimuonyesha. Lakini alisema mimi ni mkora. Akasema mimi ni mogeke. Akasema tubako na bagi hijatoka kwa kichwa. Hello. Saizi amejua tubako ilikuwa imetoka. Ulisa Naze Kehu atakwambia tubako ilitoka. Unajua hata Naze Kehu alikuwa anasema tubako hijafanya nini? Hijatoka vizuri. Siku moja nilienda hiyo kuhubiri hiyo kanisa. Shiaredi yule si alikuwa kwa hiyo kanisa, alikuwa walio Shiaredi. Alikuwa kwa Shiaredi. Aliposikia ni yule mtu wa mogeke anakuja kuhubiri. Shiaredi na nafaa kukaa huko mbele. Alienda kakaa karibu na mlango huko nyuma na pale. Alikaa ndio kikiumana. Na alishika watoto na akakaa na wao hapo kidogo. Kikiumana achomoke. Maana ni mtu wa mogeke ameletwa. Gai. Shiaredi tunakuaga naye wapi? Alikuja kujua mtu wa mogeke ni mzuri. Si umejua ni mtu wa mogeke ni mzuri? Si ndio? Unakumbuka hiyo? It's good memories. Tunakumbuka good memories. People feared. Si ndio? It is very important. And that is the reason I'm telling you this. That for you to be blessed, you will never be blessed in somebody's territory. Muruwira kwene dekagatia? Domaga. Ugo ni kugatia? Tera share ready ugo ni kugatia? Era share ready ugo ni kugatia? Wamuona na hau. Muruwira kwene dekagatia? Domaga atekera thimo. Noe kugo ugo ni kugatia? Mugikoyo. Noe ni kugatia? Noe ni kugatia? Noe ni kugatia? Kai. Katena jaruo wako ndani. Mtanitafuta kwa ofisi na ukuje na shilingi 500. Kiu ni kirira kia Mugikoyo. Kiu ni ndihagia. Watu wa nani? Moroto wale walinipigia simu Moroto. Wale walinisikiliza Moroto. Kuna watu nilikuwa nimesema mwenye atafika hapa number 1. Nani alifika hapa number 1? Ni wewe. Ulifika saa ngapi? 6. Ulifika saa ngapi? 2:30. Hapana, ulifika saa 3:30 nilikuona. Ulifika saa 2. Ulifika saa 2:30. Nani mwingine? Okay. Kuna kitu niliwaahidi. Kuna kitu niliwaahidi. Nini? Ya tulia. Niki wekete. Odiana chuma niki. Ulivunjika mguu. Umewekwa chuma. Oni grafting. Weka gate. In life. Matuda. Wapi? Matuda yako ilikuwa ya mobile? Niko na vibanda. Vibanda? Saizi uko na ngapi? Sina hata moja juu zimesha malizika wakati nilikuwa hospitali. It is back 2022. Back 2022 ndio nilipata hii ajali. Kwa hivyo nimekaa Thika Hospital, nimekaa KU. And afterwards niko nyumbani sasa. Sasa uko nyumbani. Bikara kako, Limuru? Kwetu
kwetu ni Lemuru. Lemuru wapi? Kabuko. Kabuko. Kabuko ni kule kwa ule mjamaa. Karo. Kwa ule mjamaa jeuri. Nabii. Lakini unajua Kabuko we are divided 3 groups. Tuko na pale St. Paul. Sishike microphone mzuri. Pale St. Paul. Kuna itoa kwa Majiri. Kuna Kabuko Center. Ukitoka Kabuko St. Paul, ukuje center, hapo chini kunaitwaje? Hapo ni kwa Shira. Kwa Shira. Ninaongelea kwa Shira. Ndio nyumbani kwenu? Hapana. Mimi niko St. Paul. Kabuko Center. Kabuko Center. Sasa uko na kibanda? Niko na kibanda Lemuru. Niko na kibanda Rohiro. Lakini saa hii hazioperate. Zimefungwa. Sasa lazima unajua hauwezi kuanza na 3. Utaanza na 1. Okay. Unataka kuanza na gani? Hapa tuanze na ya Rohiro. Ya Rohiro. Sasa who is here? Who is here? Rohiro. Rohiro. How busy are you, mami? Squeeze you, man. Najua squeeze umeanza kuwa smart. Squeeze unavaa kidosi. Umeona mpaka walking style yake imechange. Haya, kinyakebeti. Nimetapa. Ulihama kwa ile kibeti. Unajua kibeti kini ulikuwa na beba. Ina match. Wow. Kwani ulikuwa umekuja kuniuzia uoga? Kuintimidate. May God bless you. Huyu mama alikuja hapa. Alikuwa naishi nyumba ya mkoboro. Ulikaa miezi gapi Mungu akakubariki? 3 tu. Miezi 3 tu. Kijana ambaye alikuwa amekaa ni Australia. Alikuwa hata akujia, hata hana shughuli mingi. Mungu akampigia simu akamwambia, "Mom, I have bought a house for you." What? Nitoke wapi? Unajua ni mtu wa Lavington. Mtu wa Lavington. The Lavington people. Unawajua the Lavington people? These people from Lavington. Sasa akaambiwa anahamishwa wapi? Ruai Joska. But in her house. Akadakanya watoto akawaambia, "Nyinyi edeni nitahama pole pole." Watoto walimngojea kuja kanisa. Wakaenda wakaturumilia gari kwa mlango, wakatoa vitu zote, wakamhamisha akiwa chacha kabia. Don't go this way. Go this way. Because alikuwa anashindwa nitaenda kuishi na maskini namna gani. A beautiful place now you have agreed. It's a very beautiful. So tuita tukuje tukule Kabusi. It's a gated community. Gated community. Utatuita tukuje tukule Kabusi? Kabisa. Tuite tu tukuje. Nitawaita. Tuite tu tukuje. Sasa, how busy are you? So I'm busy. I'm busy. Very busy. Yes. You can't find time. Like which time? I don't know. No, speak nice English that we can hear. Wacha kuzungumzia kama Ruto. Unajua Ruto alizungumziwa Kiingereza. Akashindwa kauza what is she saying? Your availability. I work from 10 to 6. Okay. Wachana na huyo. Kamunyeso, how busy are you? Very busy. I want to send you somewhere. I'm a bit busy, but depends. Nataka uende mpaka Rohiro, uende uone hiyo kibanda. Okay. Okay. And then ulete recommendation. Okay. Ni msemo mzuri si mbaya. When? Mtapangana na yeye atakwambia. Okay. Because I want uone. Okay. Uende uone ulete recommendation. Okay. Ndio tujue how you are going to fund him afugue kazi yake. Nitakusaidia kusimamisha hiyo kazi tena. Bwana asifiwe sana. Kwa lakini lazima watu wangu wakuja waone. Ndio usikue na wewe unatuambia story ya jaba. Sawa? Thank you. Thank you. So wewe na nani? Na Beatrice. Unajua Beatrice huyo?
Yeah. Mwende muhakikishe Beatrice ni engineer. Anakuwa engineer by profession. Usionage kama mama hapa hivi hivi. Najua mnamdharau, mnamuona tu kama mama tu kamekaa hivi. This is an engineer na kujengea nyumba kama hii inapanda juu. Na kama kwa sababu Mungu anaenda kukubarikia pesa, ununue plot. Kuna pesa inakuja. Migi. Ununue ka plot. Eh? Kai. Anataka kujua mpaka ni ngapi zinakuja. Just wait. Your child who is abroad atakubariki. Yes. Na pia wa ile ingine kuna mapesa ingine unafuataga. Ni gani? Kuna pesa ingine unafuataga. Kuna tu pesa tuigi hivi. Tuko utatupata tu usijali. Don't mind. Yes. Now I'm in the book of Joshua. I want to relate it with what we are doing. The first chapter of book of Joshua. It is about whom shall I send? And the understanding of whom, nipatie high kidogo tu, I increase some high. Whom shall I send? Ni Moses, the first chapter inasema, after the death of Moses, the servant of the Lord spoke to Joshua, son of Nun, Moses' assistant. Do you get me? That after the death of Moses, God spoke to Joshua, son of Nun, who was the assistant of who? Of Joshua, of Moses. He was the assistant of Moses. But Moses alikuwa na watu wengine wengi. But God did not go to any other person. He went to Joshua, who was the assistant. Remember the story of Joshua. Aliishi kuishi kwa nini? Aliishi kwa tent. When Moses walienda kule kukutana na Mungu, Joshua hakuwa na tamaa. Alikaa tu kwenye tent. Akuja aabiwe. Mungu anasema namna gani? Every time aliachilia Musa aende, yeye hakuwa na tamaa. Reke tothi tukaiweka yule arauga toe nawe. Hapana. Reke tothi mimi nataka kuenda na wewe leo. Huyo Mungu nataka kumuona leo. Hakuwa na nini? Hakuwa na tamaa. Aliishi akiwa intercessor in the tent. Mpaka wakati Musa alikufa. Alipokufa, Mungu akakuja akamwambia namna gani? Joshua, mtumishi wa Musa. Si mtumishi wa Mungu. Joshua hakuwa mtumishi wa Mungu. Alikuwa mtumishi wa nani? Wa Musa. Maana Musa ndiye alikuwa mtumishi wa Mungu. Akamuita Joshua, kuja. Sasa kwa sababu mtumishi wangu amekufa, amuka sasa. Ongoza watu wangu uwapeleke kule niliahidi mababa zanu. Bwana Yesu asifiwe sana. So what made Joshua to receive the anointing of Moses? One, Joshua remained in the tent, faithfully in the tent, lived in the tent, walked and did everything in the tent. When the call came, when the call of replacement came, he was easily located because he remained in the position of calling. Hallelujah. Alibaki kwenye position ya calling. Na hiyo ndio nataka kuwafundisha leo. Remain in the position of calling. Mahali umeitwa tu, vumilia. Umeona Buju leo ako na mashini, ako na kabuni. Watu wangapi kama uko na kabuni inua mkono wako juu? Kama uko na kampuni, your own company, unyosha mkono mzuri. Wacha kuonyesha mkono kama. Nyosha mkono vizuri kama you have a company registered under your name na unalipa ushuru. Weka chini. Kama hauna kampuni, inua mkono wako na umesoma. Kama hauna kampuni kabisa, inua mkono wako vizuri. If you don't have a company. Umeona? Buju hajasoma lakini amekushida. Why? Because Buju has remained in the position of calling. And for you to be blessed,
For you to be given the position of authority, for you to be given position ya kupanda gazi kwenda mahali kule kwingine, Mungu haangaliagi venye unajua kuomba, haangaliagi umefuga siku mangapi, haangaliagi wewe ni mtoto wa nani, haangaliagi tule tu pesa unatoaga, haangaliagi chochote. Anaangaliaga how faithful are you to the position of calling. It is not how ati umekuja sasa na umekuja na umeanza kufanya. Hapana. God will look at the position of calling. Did you faithfully remain where you are called? Utakata geti atia, umeruka nyumba ngapi? That is data yako inavurutwa pale, your file. Umeruka kwapi na wapi na wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Can you be entrusted kuwa mchungaji? Hello. Mungu apostle kama mimi anaweza kupatiwa mamlaka anytime. Bishop anaweza kupatiwa mamlaka anytime, lakini pastor, hello, pastor ni ngumu sana ukipata mamlaka ya pastor. Ngumu. Ndio naona hapa nimejaribu huyu, nimejaribu. It is not working because pastor ni mtu anaitwa mchungaji. Sema mchungaji. Ndio anakabidhiwa kondoo. Anaachiwa kondoo za kuchunga. Ndiye anaachiwa watoto, ndio analea watoto. For you to qualify to become that position ya kuchunga, it is the positioning. How did you position yourself? How have you been faithful to the word of God? Have you been faithful to to the calling? Did God called you ukae hapa na amekuweka hapa position, amekuposition permanently here. How have you been faithful? Kwa sababu kila siku unakuta msemo, huyu amekuja ako na injari yake, huyu ako na injari yake, huyu ako na injari yake, huyu ako, mimi niko na mashida zangu. Huyo mtu wa mtuliza bahari, wa kukuja kukaa na watu hapa, anawazungumzia mpaka wakitoka hapa wanasikia hiyo ndio ndugu tayagai. Usione wetu eteto. You see, that person, to qualify to become that person, you have to sweat. To qualify to be that person, you have to be persevere, to remain faithful, to remain genuine to the calling. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kiaposto kama mimi, kinaweza kuhamishwa. Mnaweza kunisikia niko Nakuru na mnasikia ninaguruma Nakuru, mnaniuliza kanisa Nairobi ereko atea Coffee Plaza yako kwa mwana uliko, because kio nimeongolewa, nimeenda. Kasa unaweza kuweka mtu kama Mama Nyabura Nanse Kehu, mumwambie sasa kaa hapa. Mutire mwamenya mahudu. Mama Nyabura ni akwenda kupata kanisa na pada kanisa huko. Huko akitoka nje, umwambie niletee watu 100 hule mama. Dakika 10 atakuletea. Yoka ngoko na ngoko. Ngoko na ngoko. Umutigere na goko. Ukora cia hotire agithigucerie ciana ingi. Bwana Yesu atahitaji kuombewa roho ya kutulia kama nataka kufungua, lakini kazi yake ni hiyo. Maana siwezi mtaka kumbadilisha, nataka asimame. Ile kitu ni kumpatia nguvu ya kuenda. Akikwambia nataka kwenda Naivasha, mkubalishe immediately, usimzuie, mkubalishe atoke aende Naivasha. Maana ukimfugilia hiyo Naivasha nataka kwenda, ataifanya hapa atavuruga watu wote hapa. Kila mtu ataenda na kichwa ikiwa kado, kwa sababu yeye ni mwinjilisti, ameitwa kwa sababu ya hiyo kazi. Naye kuna mtu anakuja hapa, unakuja na fujo, huyo anakuja fujo, anakukalisha chini. Nyinyi wawili mkitoka hapa mtatoka kama mnasalimiana. That is a call. Stay to the call. The call ni uliitwa. Wakati uliitwa wapi? Maana haukuitwa na ukakosa kuambiwa mahali utakaa. Haukuitwa na ukakosa kupatiwa position ya mwito. Lazima uliitwa ukaambiwa kaa hapa, remain there. God will come. It doesn't matter lesson zako ni ngapi. Maana uliitwa na lesson 10. Kuna mwingine aliitwa na lesson 100. Kuna mwingine aliitwa na lesson 500. Kuna mwingine aliitwa na lesson 2 peke yake, na akapita na akavumilia na akakaa hapo. Sasa wewe unataka kukibishana, lesson yako inasema ni 100 na unataka kushindana na mtu wa lesson 2. Ujui kulikini aliudwa, amekuwa kiudwa na mnangani kutoka kwa watoto. Watu wengi wanauliza, Waruige sasa amekuwa mchungaji na mnangani? Ati yako sete ya Nairobi, ametoa wapi mafuta ya kuhubiria watu?
Is he qualified? Kuna nabii mwingine niliona akisema ati Harrison Ng'ang'a aliodain. Yani they were looking at the character of Bishop Harrison Ng'ang'a. At one of the characters ambao walikuwa naangalia ya Bishop Harrison Ng'ang'a, and how could he ordain? How could he not ordain? How could he open a church for a former Mogeke leader? Huyu Mogeke leader amequalify to what level ndio afunguliwe kanisa? Sasa mimi nikauliza, wewe unatupatia unabii, who qualified unabii yako? Bwana asifiwe sana. Why? It is not a problem to him. No. Hajafanya makosa kuuliza swali, lakini ni kutojua his position. Because you are called a man of God. If you are called a man of God, it is to raise leaders, to raise people that can take positions, to raise people that can take advantage of these things that happen around us. Bwana Yesu asifiwe sana. You can never just come uruke tu hivi. Hapana. If you are called a man of God, you are a man of God to nurture people. If there is no people, you cannot go complain. Huyu mama alifanyikaje nabii? Who gave you the audacity kujua alifanyikaje? Whoever that gave you unabii, whoever that gave you the position, whoever that called you whatever you are calling yourself now, it is the same mwenye aligawia huyu. Some were given this, others were given this, others were given this. And when they were being given, nobody was consulted. You are not consulted. I'm going to give you this, and also I'm going to give you this. Do you agree? No. You are given at the position of contact. If you are in the position of contact, that is where you receive the anointing. That is where you receive the power. That is where you receive whatever that God has given you. When those people that has businesses, big businesses did not drop from heaven. No, they were found in a kiosk. They were found wakikatakata mboga. They were found wakiuza sukuma. They were found wakiuza matuda. They were found doing, walikuwa nauza mayai yakizunguka. Ndio kwa maana ako na hiyo biashara kubwa. They were blessed in the point of contact. The blessing will only come in the point of contact. Blessing will never come outside the contact. Because when God brought you forth, he placed you in a position where he can talk to you. But now, are you in the same position? Are you where you are supposed to be? Are you? Because the previous church ulikuwa nasema, wakati ulipatiwa microphone kuingia huko ulisema, God has called me to be here. Mimi nimesikia mwito wa Mungu akanituma nikuje kwa hii kanisa. Na kweli nilipokaa hapa nimesikia amani, nikajua ni hapa. Hiyo ni kanisa 1. Ukakaa kanisa 2, miezi 6 baadaye ukaenda kwa mwingine. Mimi hakika venye nimesimama tu nilipoingia kwa ile mlango nilisikia the presence na Mungu akaniambia nigoko hapa ndio nimekuita. Miezi ingine 6 ikakuja ukaenda kanisa C. Oh hallelujah, I can feel the presence is moving down and moving up. Nilipofika tu pale nikaona mchungaji, nikaona kitu kinagirita, nyuma yake kulikuwa na angel walikuwa wamesimama, nikajua ni hapa. Ukakaa katika miezi ingine 8 ukaenda kwingine. Oh hallelujah, this is the place, this is the place. Hapa ndio Mungu alikuwa amesema kaka. Na huko tena ukaona. So you ask, how many gods have you spoken to? How many gods? Does your God keep changing like a chameleon? Bwana Yesu asifiwe sana. Does your God keep changing like a chameleon? Stay put in your position. It is through your position that you are going to be elevated. It is through that position, that ground that God has grounded you, that you are going to be lifted up. You can never be lifted up if you are moving from one place to another place. The Maasais will never be blessed. They will never have a settlement until they settle down, because they are nomads. If you become a religious nomad, you are not going to succeed. Ndio unaona watu wanasturiwa na Gen Z. At Gen Z watakuja makanisa, unasikia watu wote makanisa Kenya msima nimesikia leo ni kama empty. Hakuna watu walienda. Why? Because you don't understand your position. If you are in your position, no fashion, no demon, no weapon fashioned against you can be able to fight you, can be able to conquer against you. Stick to one place. Kurukaruka from here to another place, you will miss the mark of God. You will miss the positions of God. You will miss the direction of God. Because God always is located in the location where he located you.
Every person has a location where you meet your God. Every person has a place. Kila wakati Musa alitaka kuongea na Mungu, alienda mlima Sinai. Bwana Yesu asifiwe sana. Because that is where alikutana na Mungu. Did you get me? That is where alikutana. Mahali ulikutana na Mungu, stick to that God you met. If indeed he is a genuine God, stick to that God you met. That is where you are going to. Because a place where you make it, unaabudu kila siku. Unaabudu. Kama ni mahali kama hapa. Hapa ndio unakujaga, unasimama na unakuwa unapaabudu. Panafanyika, panakuwa madhabahu. Mahali ile kona unaendaka unapiga magoti. Ukiifanya continuously inageukanga inakuwa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yale maneno unasema continuously. Ukiendelea kusema mimi sina, inabadilika inakuwa madhabahu ya umaskini. That is why we are told, always speak good things about yourself. Always speak good things of power from God about yourself, and you will be able to succeed. But if you always speak negatives every time you are speaking, kwa sababu ndio unaona wale watoto wengi tuliitwa na wazazi wetu ng'ombe. Ukiangalia karakta zetu tunakuwa kama mang'ombe tu. Wale wazazi wetu wengine walituita maubwa. Ukituangalia tu tunakuwa tukibweka kama maubwa. Kwa sababu ikarudiliwa mpaka ikafanyika madhabahu. Something repeated more than 3 times. Mungu anatuon 3 times. And for a blessing of God to come, ni 3 times. For anything to happen in your life, it is 3 times. If God wants you in a dream, stop this first time. Second, he wants you in a dream second time. And he wants you the third time, it will come to pass. No matter what you do, it will come to pass. Because now it turns out to become a judgment. You can never size it tukue na wewe. Ukatae sasa, tena ukatae mara ya pili, ukatae mara ya tatu, imeandikika. So don't even bother moving. Kama ni biashara, uweza kusema hii biashara itaanguka tu, useme mara ya kwanza. Useme mara ya mbili, hii biashara itaanguka tu. Mara ya tatu ukisema, imeandikika, itaanguka. So you need to understand, how does God operate with us? So Moses, the servant of God, exits. The Lord speaks to Joshua. Joshua, who was the servant and the aide of Moses. Joshua, after he was given the responsibility, he reminded the Reubenites, the Girgashites, and the Manasseh tribes to keep this promise of God. He reminded them when he was given an opportunity. He went to the three tribes. Tribe ya Manasseh, tribe ya Gibeoni, na tribe ya nani? Yeah? Wasomi. He went to Manasseh, na tribe ya Reuben, na tribe ya Gadi. Then he reminded them, because there was a covenant between them. So another thing to observe, it is the covenant with God. The covenant with man and the covenant with God. What kind of a covenant do you have? When you came here and decided, I'll be seated here, Apostle will be my mentor. Apostle will be my teacher. Apostle will be my pastor. Because now when I'm in this church now preaching to you, I am not the apostle. I am your pastor. But you need to differentiate. When now I'm here teaching you this word I'm teaching, I'm either your teacher or your pastor. Do you get me? I'm not the apostle. Lakini sasa tukifika in the term of the office, I become an apostle. But now when I'm here servicing, doing this service, I am your pastor. Bwana Yesu asifiwe sana. Because I'm delivering this word, teaching you, guiding you, and making you to understand with the word of God. So there was this covenant ambayo ilikuwa na clan ya Manasseh, na Reuben, na Gadi. They had an agreement. And what happened to them? When Joshua started the move, he went back to those people that had an agreement and desired to continue with the agreement as agreed. That is very important. When God has chosen you, you need to look at what is the foundation of this church. What is the covenant of this church? What is the teachings behind this church? What is the covenant, the ground of the church, that the basis of this church? So when you come understanding this altar, you come and agree with it, for it is continuity.
Bwana Yesu asifiwe sana. But if you come, I have exited from here, and then this man comes, I take over, abadilishe madhabahu hii na abadilishe kila kitu ambacho kiko kwenye hii madhabahu, then you will have to forfeit the grace ile ilikuwa hapo, uanze na grace mpya, meaning this church will crumble. Bwana Yesu says, you don't change the agreement and the covenant. Maana madhabahu haya yakiinuliwa, kuna maneno yalinenwa. Wakati Bishop Harrison alikuja hapa, kuna maneno alinena tukiinua hii madhabahu. Hayo maneno ndio grace yake tunatembelea. Sasa nikiachia huyu kanisa niende abadilishe maneno hayo, ni kumaanisha the grace ambayo tumekuwa tukioperate on itaanguka, aanze tena upya. Ndio nasikia kanisa iliporomoka, watu wote walitoka wakaenda. But do you hear people moving out of Catholic because our father has come? Do you hear people moving out of Anglican because our new deacon has come? No. These mainstream churches, they understood. That is why they raised their men to be pastors, to lead churches. So whenever he comes and agrees with the altar that is existing, because he is operating under an altar. The same with the business. If I come and we started a business, you started a business, nimekuja nimejoin business yako, I will have to agree with your terms. I will have to agree with your conditions. I will have to agree with the covenants and the altars zile ambazo umefanya, because wewe ndio ulikuwa na maono, wewe ndio ulizungumziwa. Mimi nimekuja kupartner kwenye biashara yako, mimi nimekuja kupartner kwenye kazi hii, kuiboost iinuke na mimi inipatie lishe. Kwa hivyo nikikuja kwanza kubadilisha sheria, kubadilisha maneno, itabidi sasa tuanze kabuni nyingine mpya, maana hii haitakubaliana na sisi. Are you getting me? So when God has called you and has given you a responsibility, if you are not going to sit here, kama sasa David nimempatia kazi hapa, akuje asimame, ni mimi nimempatia, mimi ndio kiongozi, mimi ndio nazungumza na Mungu, mimi ndio Musa. Bwana Yesu asifiwe sana. So he is supposed to assist me. He is operating under my anointing. Hallelujah. Do you get me? He is operating under my anointing. Therefore, whatever he will say under my anointing, things will work. Whatever I say here, nama hata nitoke niende kama sasa niende safari America, nimwachie madhabahu, whatever he will say, it will have to work, as long as anafanya under the grace ambayo tuko chini. Na mimi wakati wote, maana nilikubalisha Mseng'ang'a akuje, nikuwe chini yake. Whatever I do under the grace ya Mseng'ang'a. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Are you getting now? That's what we are calling. I'm discussing now a calling. For you to be able to understand, ndio muache kutangatanga. Ukae pamoja, ukirirerie. Ona dawa ile nduru umemerie tu oroigwa. Naigwa si kutangatanga, si kurukaruka. Ukae chini, ukae kwenye hiyo grace. If you have decided to submit under that grace, ukae kwenye hiyo grace, God will bless you. God will lift you. God will make you. As this ministry grows, you also grow. But ukiona the ministry is growing na nyinyi you are not growing, it means there is a discord. You either mimi ama nyinyi, kuna mtu anadanganya mwingine. Hello. Nikakuja nisimamisha magari 5 hapa mapya. Na wewe ulikuja hapa na nini? Na gari. Ulikuja hapa na gari. Saizi natembea kama nyoka chini. Ujue kuna shida. Wewe uko either mimi ama wewe, kuna mtu akona shida. We are not together. Because kama nitanunua magari 5, ni kumaanisha kuna blessing hapa. Are you getting me? Because I cannot see kuiba, nimenunua magari 5 kupitia wapi? Hapa. Kwa hivyo kuna grace ya kusucceed hapa. Kama hiyo grace haujatap, wewe si wa hapa. Wewe haujaiji connect na hapa. Kwa hivyo hautaruhusiwa kukula chakula hapa. That is why you see Christians are poor. Hello. Most Christians are poor and their pastors are so rich. Pastors wako na pesa mingi, wako na magari. Alikuwa naishi Mukuru kwa Ruben, all of a sudden ameruka Buruburu, all of a sudden ameruka Kiuna Estate, all of a sudden namsikia Muthaiga. Anasema God has really blessed me. Lakini wafuasi wake wote mainukaga Mukuru. Ule Mutogu pia inukaga Kayole na kule Matopeni. Huyo sasa ndio tajiri kabisa. Why? There is a huge disconnect between the man of God
and the people following this man of God. Because if the success, the favor of God is flowing, it does not flow to one person. It flows to him. Inanyororoka kama ile mafuta inanyororoka kwa ndevu za nani? Za Aaron, inateremuka. Ikinyororoka kwa nguo yake. Bwana Yesu asifiwe sana. So kama baraka zinanyororoka kwangu, hata kwako zitanyororoka. Na ukiona hazinyororoki, chunguza mimi ama ujichunguse. Are you getting there? So there is no way we can have people who are becoming poor and your apostle is becoming rich. Hapana. Because it is you who are supposed to make me poor. God will, poor or rich, God will use you to bless me. God will use you to come and give me the money to buy that car. If God has used you to get me that car, so it means God has opened a door for you. That is why you are able to give your 10,000, you are able to give your 30,000, you are able to give your 40,000, so that I may be able to drive. Because the drivers, gari kama nitanunua ni mfuko yenu. Msidanganye ati ni Mungu alinibariki. Ni Mungu alibariki nyinyi mkalete pesa nikanunua gari. Hello. Lakini ukisikia pastor amenunua gari na hakuna contribution yenu, sasa chunguza kuna mahali kwingine anaedaga. Because ndiaga muhuko wanyu, nyuaga inyue, ngomaga inyue. Bakorore ndiragura gikari kinene kia milioni 18 na tinyo murutete mbeca icio, rutete ko. Nilibarikiwa na nani? It must be either Mungu alitumia mtu mmoja tajiri akaamua kuninunulia gari na ako na connection na madhabahu hii. Si ndio? Labda lazima uwezi kuja kunipatia gari yako kama siku kuombea, kama siku wa msaada kwako, kama siku wa baraka kwako, uwezi kuniletea. Utaniletea kwa sababu umekuja kusema asanti. Unasema Mungu amenizungumzia nikuletee hii gari. Because this person is connecting to this altar. Because anataka kuappreciate the altar. Maana imemsaidia, imemregeshea kitu, imemfanikishia katika maisha yake, imekuwa blessing. Sasa buju akitajirika, ataenda ataninunulia gari aniletee, ama aninunulie plot aniletee, ama aniletee tu pesa tu nzuri, hata mimi nifurahi, na nitakuwa nikifurahi na kuwa nabariki kazi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile kiroha inatoka kwangu. That is why nawaitishaga kikombe ya chai. Maana natakaga niachilie raha. Baraka yako si kuombewa, mimi nikifurahi kwako kutabarikiwa. Lakini mimi nikikuwa na makasiriko kwako kutafugwa. Because ukiona apostle hapa, ukiona evangelist hapa, ukiona pastor hapa, ukiona teacher hapa, ukimuona katika njia ya Mungu, ni mtu wa Mungu, pia muone ni mrogi kwako. Halo. Pia muone ni nani? Ni mrogi, ako na uwezo. No dara kalio ni weather ishi itafunga maisha yako. Si nimekuroga? Ama nikumebariki? Nimekuroga demorogi. Ni unaona demorogi. No guthukiria muturire waku uthire piu. Na marakara, thia nyumite na marakara. Nitakuharibia maisha yako. Maana niko na uwezo wa kubariki na niko na uwezo wa kunini? Wa kulaani. Na kwa sababu niwetekeria ukawikara rungu rwakwa, this na power iguru riaku. Ulikuja ukasubmit kwangu, niko na uwezo wa kuvunja na kuharibu maisha yako. Na ndio nakwambia tulia mahali pamoja. Ndio uelewe kile gikuriaga niki. Kwa sababu ulirogewa kwa kapasta kana uko mkuru kwa Ruben, na ujuagi umetakataka uko sasa kwa Pastor Forte. Na kale kalikufuka ni Pastor Nabatu. Na hata kalikufa na ujui kalikufa. Uwe turaga kukiheo haraba shenderere. Una shida, kazi yako ni kuomba. Nothing is happening in your life. Because mwenye alikuroga ni pastor. Na unatafutaga mchawi na mrogi. Halo. Maisha yetu mingi imefukwa na hawa watu wa Mungu. Si watu wa ukure. Tia gukena riria urarakaria mundu wa Ngai. Sio mimi peke yangu. Tiga gukena ati every time mundu wa Ngai ni ararakara ni undu waku. Don't. You rather run away. Usikuje kumudanganya, usikuje kufanya moyo wake ukasirike. Wachana naye. Kama unaona kuna mahali mtakuwa sana, wachana naye slowly, uondokee pole pole. Wewe tu mwambie sorry. Wewe tu. Onokoro ni wewe na onokoro, hata kama yeye ndiye ako na makosa kwako, wewe tu mwambie sorry. Hata kama wewe amekukosea, nenda kwake,
mwambie sorry, maana ako na mamlaka makubwa kukuliko. Na uondoke tu polepole na umsalimie na usitoroke immediately. Kaa tu na yeye, mfurahishe. Wacha kama amefurahia, wacha kama amekuwa sasa unaona moyo wake umefurahi, sasa hiyo ponyoka. Kama wewe unajua ni mtu wa kuletaga makasiriko, sasa hiyo ponyoka. Ndio kwa sababu huyu mtu atakuharibia maisha. Watu wengi hapa mmeharibiwa maisha na wachungaji wenu. Au mkisema tu haleluya. Na huyo mchungaji alikasirika na hiyo makasiriko impact your life completely. That is where you are struggling. Umekuja umeambiwa hapa, umeambiwa nothing is happening. Huyu kumbe kuna mtu alifuka maisha yako. Kuna mtu alikuangamiza. And that is what you have to understand for the calling that you have to succeed. Mafuta ambayo uko nayo ndio usucceed in any field that you are. It is attached to the man of God you are under, or the man of God you used to be under. Yes, uliadoka na ukatoka kanisa na sasa wewe ni mkunywaji wa pombe, ni wewe unakaaga kwa baa hutaki, lakini remember you are under a man of God who has already been affecting your life. And that is why you cannot succeed. That is why you are struggling in life. That is why you are not making any inroad. Bwana asifiwe. Leo sijui ni kwa nini naona ni kama mnahusiwa uoga na unahusika. The book of Joshua is guided by two principles. I'm teaching about the book of Joshua, chapter number 1. It is guided by two principles. Na nimetaka sana kuzungumzia kitabu ya Joshua, maana kina mafundisho mazuri kuhusu maisha yako, kuhusu jinsi ya kushinda vita, kuhusu jinsi ya kukaa katika ulimwengu wa kiroho na kushinda vita vya kiroho. Maana Joshua alipigana vita vya kiroho na vita vya kimwili. Musa alipigana vita vya kiroho peke yake. Musa alitegemea miujiza, lakini Joshua alichukua bunduki na panga, mundu kumundu, na akategemea Mungu. So hapa tuko sasa in our situation, we are in the physical and spiritual. Tunaelewana? So we are a generation that is grounded on Joshua. Bwana Yesu asifiwe sana. And the book of Joshua is guided by two principles. Principle number 1, God's command. Principle number 1, it is the command of God. Joshua was called, aliitwa, akaambiwa Joshua, mtu wangu anaitwa Musa amekufa. Si unajua hivyo? Sasa amuka, ongoza watu wangu waende mpaka mahali niliahidi baba zao. The journey of Egypt, from Egypt to Canaan, was not about Moses or Joshua. Was about a promise of God. Hallelujah. It was not who is going to become the leader, or Joshua becoming the leader, or Moses lazima atiagifikisha watu. Hapana. It was about a covenant and word of God towards people. Akaambia, aliahidi baba zao, akaambia nitawarudisha nchi ya ahadi, nchi ile mlitoka nitawarudisha. Kwa hivyo it was about the agreement of man with God. It was not more about Joshua. It was not more about Musa. It was all more about the covenant of God. He fulfilled, because God is a promise keeper. Even the business you are doing, if God has ever said something good about it, He will fulfill it. Wewe ukiwa mjinga ukose kuifulfill, watoto wako watafulfill. Because God promised. Alisema utakuwa na supermarket 100. Yes, wewe na ujiga yako umekataa kuimplement that at this time, because you have not settled where God had the contact with you. What God will do, He will atakuacha wewe uondoke, atainua mtoto wako. Mtoto wako ndiye atamfanya atakuwe tajiri, azunguke. David alikuwa anataka kujengea Mungu, lakini Mungu akasema mikono yako iko na damu. Ni nani alijengea Mungu? His son. But the promise ilikuwa ya nani? It was not for son, it was for David. So he fulfilled the word through the son, but he was fulfilling for who? For David. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio wakati Solomon akati alikuwa anabarikiwa, wakati alitokelezewa kwa ndoto, Mungu alimuuliza, niambie unataka nini? Solomon kitu ya kwanza alimshukuru Mungu kwa sababu ya kumpatia baba yake kuwa mamlakani kama king.
akamrudishia shukrani. Asante. Hata kwa kuheshimisha baba yake, kwa kutunuka mtoto wake mmoja, akashikilia kiti. You see, he never praised God because him has received. He praised God for respecting what he agreed with the Father. Hello. So God does not look at your position now. You may be suffering, yes, not because of you, because a suffering was initiated by your uncle. A suffering was initiated by your grandmother. A suffering was initiated by your great grandmother. Mateso ambayo unayapitia kutoka mbali, because lazima mugebebeshwa hiyo mzigo. Gakinyeria waganu wa maithe nginya ruciaro rwake. So you may be suffering hii mguu because not because ulifanya kitu, lakini grandfather yako kuna waganu walifanya, maybe. Sisemi alifanya, lakini maybe. Mimi niliteseka nikiwa Mungiki. Mimi nilikuwa kiongozi wa Mungiki na mambo mingi. Kube nikaguka naitwa Ruige. Kalikuwa na huko nyuma ndio kalikuwa kanafanya vituko. Kalikuwa kameingia kwa mwili wangu, kanatumua mwili wangu. Sasa ndio mlikuwa nasema, nikisema mama atahirishwe, na unasikia mama anatahirishwa, unashindwa mwanake urauga atumia maruithio ri. Mukae na akilishi yana ate. Katale na muto mwega. Hello. Baka si mulikuwa naangalia picha mnasema, "Oyo no arauga maundu maya." Ino ni ngoma. Tinie, ati ndio nanaka situkake mimi amuku nitukana, mlitukana huyo mzee. It was not me. Na wakati alitolewa, uliona kama naogopaka hata sasa? Siogopaki kwa sababu kulikuwa mtu ndani yangu alikuwa anatumia mwili yangu. Nikiona gadieti kagera na demwetei. Toni kumenya nie ndina maguta ma Ngai. Bwana Yesu asifiwe sana. Tekodo na maitho moru. Uguo niguo nyumbite na niguo hiana. Gathuri kau rira keheririo ngiaje gutungata Ngai. Ndimwite na wane ndutungata Ngai na wega. No gathuri kau ni gaje magari mwe ngarakara kigunyo gikambata. Well, kila mtu akaanza tunakujaga. So it is very important to understand that the principle number 1, it is the command of God. How did God command you? Alikuamrisha aje? Huko ulienda kuolewa, is it a God's command or it is your command? Hiyo biashara ulianzisha, is it a God command or your command? Kule ulifanya kanisa umekuja hapa, is it a God command or your command? What is it that is affecting you? Bwana Yesu asifiwe sana. Leo huko kanisani, was it God's command or it's your command? You have to understand and follow the principles of God. The moment you are able to understand and know the principles of God, you are able to move. Principle number 2, Joshua was embraced the need of the day. Embracing the need of the day. Principle number 2, that you are able to embrace uko hapa, what is the need of the day of the calling. Sahi tumeitwa, kanisa hili tumeitwa. Are we called kama Harrison Nganga? Are we called kama James Maina? Are we called kama Wairimo? Are we called kama Wajiro? Are we called kama Manyuru? Are we called kama Ezekiel? Are we called the same? Are we called the same? No. A calling is not like the other. You will do the same role and you will fulfill the same gospel. You will fulfill the same thing, but the calling is different. Joshua was an assistant of Moses. And Joshua was not called to lead the Egyptians. He was not called to go and lead other people. He was called to lead the children of Israel, the same people Moses was leading. But what happened? The same people Moses was leading, they were not led the same way by Joshua. Joshua aliambiwa chukua silaha, pigana na watu, kata watu vichwa, chinja watu, ua watu. Bwana Yesu asifiwe sana. But Moses, mahali popote alikuwa kwa mkono, nikio nyitete, nemote, agusa chini, mti inakuwa nyoka. Inameza manyoka zote, wanaenda. Anauliza, ni nini umeshika kwa mkono? Ni mti. Agusha goga hiyo mawe, inagoga, barabara inatengenezeka. So the calling is the same, but how they activated was different. We are not called the same. I can never be Bishop Harrison Nganga. I can never be whoever that is around. I can never be the same. I am a different person doing a mandate differently, though preaching to the same people. Because season imefika ya transition from this to this. Season imefika ya moving from one level to another level. So the season that is now is the season for the movement to the next level. So I am called to come and fulfill that season of movement to the next level.
Then I move people. Moses was told, build akajenga hema, but he was not allowed to bring people in. Hallelujah. Hallelujah. Sijui kama tunaelewana. The teachings of this book inatufundisha vitu vitatu. It reminds of God's promise. Whatever God said to you, whatever God said it shall come to pass, it will come to pass. So if God said I is going to create a business for you, remain waiting. God will do that. If God said you are going to become a pastor, remain waiting. Be patient. Stay there. Wait for that condition. God will bless you. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha kutangatanga. The number 2 lesson we learn from the book of Joshua, it is obedience. God thrives in the obedience of you. If you become obedient to the word of God, if you become obedient to God, God will bless you. No matter what is the circumstance, no matter what it is, he will bless you. Remain obedient to the call. If you are here, there is a call here. You've been called here. Wacha kutapatapa. Wacha kutaka kukua mkubwa kuliko wale wengine. Wacha kutaka kuwa superior. That whatever you are doing, you want you to exhibit. It is you who made it to happen. It is not you. Whatever that has been done here, it is not you. It is not in your capacity. Ebu, step out there. Uone kama utafanya. You won't be able to do it. Bwana asifiwe sana. You won't be able to do it. Why? Because it is not for you. It is because of the grace ambayo yuko hapa. Hata mimi nikaondoka kwa hii ministry, niondokea kidogo, I will not be able to do anything. Sitaongea watu wanisikie, hawatanisikiliza tena. Why? Because I've stepped out of the grace of God. Therefore, with the grace that was provided in this ministry, as long as I am in the ministry, I will always be thriving in the same grace. As long as utakuwa hapa, na wewe utafanya mafanikio makubwa kupitia this ministry. Utabarikiwa, utainuliwa, na milango yako itafunguliwa. As long as we have kept our doors open, everything will work. Everything will work for you. Bwana Yesu asifiwe sana. Everything you will want to do, it will come to pass. Wherever you go, hata utoke hapa uende America, the grace ya hapa itakufungulishia milango. Uende Dubai, the grace ya hapa itakufungulishia milango. Wale wote ambao tumekuwa na wao hapa, ambao wameenda ng'ambo ama wako ng'ambo, wanategemea na sisi, tunaomba pamoja, they have a testimony. Niko na watu zaidi ya 1,000 kule nje, they have a testimony. Wameambiwa ubaya yangu, lakini they attest the testimony. They stand, anasema yes, mtu ni mbaya, lakini tangu tuanze kuomba na yeye, hii maneno yote imefanyika. Yes, mtu ni mbaya, lakini tangu nishikane na yeye, this is what has happened to my life. So you have something that is fighting and defending for you because of the term obedient. Be obedient. Once you remain obedient to the cause, always you are going to succeed. Number 3, follow strictly God's teaching and the laws and the commands. Follow strictly God's teachings, laws and the commands. The day ufuata tu sheria za Mungu, strictly, mtu anaitwa Joshua, followed strictly the laws. Akakaa na mapenzi ya Mungu, akakaa jinsi Mungu alitaka, akafuata sheria zote za Mungu, aliinuliwa. He was called. Moses had to die. Mungu aliangalia kaona Joshua ana uzuri mwingi sana. He had to kill Moses. Somebody is going to be killed. Uzziah is going to die from your life for you to get the blessing because of that obedience. Just be obedient. Just follow the laws and follow the rules and follow the commands. God will lift you up. God will create a blessing in your life. God will create a newness in you. God will fulfill his words through you because you have been following the laws. Imagine Moses had to die to pave way for one person who was so faithful to the law, faithful to everything. He remained in the tent. He didn't have any ambition. He knew my ambition is Moses. He knew that. He never even wanted to go arise above Moses. Ama aonekane ashine above Moses. No, he always knew, Moses, you are my small God.
Moses, you are everything to me. I will not. If you go, Moses labda, I know Moses could have, lazima siku moja alimwambia twende tukasikia Mungu venye anasema, akamwambia no, your ear is my ear. Enda tu, ule ukoigwa, nedaigwa. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is what makes somebody to become strong and powerful. If you remain conveyed and reliant on the laws, on the guidelines and the principles around you, you will forever succeed. You will forever win any battle. Those people who have remained royal, they are successful, very successful in life. Those people that have remained faithful, have remained obedient, they have followed the laws, the commands and the covenants, they are always very successful. They always win every battle because there is a grace, a specific grace that guides them. A specific grace that moves along with them. And they will not fail. They can't. When they are faced by a challenge, the challenge is defeated before they get there. Every time they followed the law, the Joshua team always won every battle. They conquered every city, every town, every country. They killed more than 5 kings. Wafalme watano, maruto watano walichinjwa, wakaekelewa kwa mti. Hawakupigwa na jinsi, walipigwa na Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizi vita lazima tutavishinda, lakini si kupitia kwa nguvu zetu. Tutavitia kwa sababu we have been loyal and faithful. Just remain faithful. Hata kama uliambiwa, hata kama huyo mtu ambaye mko na yeye, he is not moving the way you are supposed. He is not moving according to the way. Wewe usijali. Kama Mungu alikwambia Waruige ndio bwana yako, na Waruige akue mtu ambaye anaenda kona, napiga kona, napiga kona, usijali. We stick to that word. Be faithful to that word. It will come to pass. Mungu atabadilisha hiyo mzee na atakuwa mtu mzuri na mtakutana huko. The next time mtakutana ni kule kwa madhabahu tukishikana tukiuliza, for life, for what? For life and for till do us apart. Kufika hapo till death do us apart. It is not a walk in the park. More especially ya kimutu kama mimi. You will never find any good things from me. Nothing. Hakuna. Because my thinking saizi nafikiria. Saizi mimi nataka kukimbia Mount Kenya. Niende huko nikae siku 7 nikaombe. Na wewe unataka joto kwa nyumba. Gyokadio kademo ya utodogo kwa nyumete Mount Kenya. Oshoka weterere wone ginya katitofu nikahorire. There is no love in this marriage. There is no love. Before you engage anything, ask God, is this me? Am I for this? Before you start that business, you unataka kujoin hiyo kabuni na kwambia to join tushikane na moja. Jiulize, what are the principles of this company? What are the laws of this company? What is it in the company? What is the glue? What is the spirit behind the company? If you are able to know this, you will succeed. Na hautaboeka na mtu, na hautakuwa challenged na mtu, mtakuwa pamoja. Ukiona ameanguka, and always, because most of us we look at the good things of a man or good things of kasichana kama haka, unakaangalia ni kasuri kamekuwa nyunyu, kamepaka mdomo imekuwa red, tumasikio tumetobolewa vizuri. Yani ninataka kupelekana na mazuri, lakini mabaya yake si yajui. Sasa ninaona msichana mzuri, tunaanza kutembea naye kwa uzuri wake. Wakati siku moja atatereza, uone kaubaya. Kama ni makeup ameweka, alafu asubuhi moja muamuke asubuhi kabla hajameka, ametoka kwa bafu, uangalie the real structure. Bas, hapo utasema wewe acha chini yoyo. Na hadire. Because umeona the reality. Bwana Yesu asifiwe sana. Tafuta mtu kwa ubaya wake wote. Muanzie kwa ubaya, umalizie kwa uzuri. Ndio wakati utaona mimi nikifanya ujinga. Wengine wanaona kama mimi ni apostle, ni kama mimi ni a small angel on earth. Don't look at me from that angle. Nitafute kutoka kwa enzi za Mungike. Tafuta tabia zangu zote, ujinga yangu, maraya yangu, ushaitani yangu yote, tafuta ansa na hiyo. Build yourself, build the love from that angle. Kutoka kwa hicho kimutu kibaya. Panda na kimutu kibaya kwanza, ndio upatane na kimutu kizuri. Ndio hiki kimutu wakati kitafanya mistake utajua, hii ni kawaida yake tu.
You will not be disturbed. Lakini sasa ukianza na kimutu kizuri, one day nikuje nifanya kikitu hapo kwa nyumba, na unajuaga I am the honest of the honest, the good of the goodest, the best of the best man, mwenye hafanyagi makosa hata kidogo. Acha siku moja nikuja na wana yangu. Sasa unasema kai apostle dukata ya gai uri muhonoku kweli. Todo wajirie na wega wakwa nitafute ajana urimu wakwa, ajana wana wakwa, urimu na ugo. Sio the answer kutoka hapo. Build me from there. Let us build a relationship from where? Kampuni, ukiingia kwa kampuni, anza na weaknesses za kampuni. Ni mahali gani mlitengeneza loss? Ni mahali gani nilifanya hivi? Ni nini ilifanyika? Answer from the negative side, then move to the positive. When the mistake itatokea, utaielewa ili kuwepo. Sasa utajua jinsi ya kuirekebisha. Bwana Yesu asifiwe sana. But when you start na mambo mazuri, kijana mzuri, kijana mwokofu ambaye nakaga, mimi sikagi kwa Mungu, nakaga hapa duniani na wakora na walevi. Sasa ukinikuta ule anafanyaga mahali huko pale anafanya kazi, nitaenda. Huyu sana sana nikimkuta mahali amekaa, nitamkuta ako na mchupa. Digimwira ne goma. Tugwikara nake. Gwikara mweno nake mweno uyu. Na ndigumwira heria mucuba. Kumira endelea kukamata. Wewe ni mrefi. Nikikuta kwa baa, nitakwambia ondoe mchupa yako. Sitakwambia ondoe, kana wewe hapo. Mimi nikae padi na ukae padi hiyo. Mimi nitishe kavanta, wewe uitishe nini? Maji yako na wewe uitishe pombe yako. Tuendelee. Mimi hata mimi nilikuwa ninakunywa, nikubadilishwa nilibadili, hata wewe utabadilishwa. Kile siwezi kuona shetani ati hela masheribu suru. Riburi na sayaya. Mwathani arauga wewe heri bochuvoyo. Yo ni ngoma ti mwathani. Atire mwathani hau. Kana watu vizuri. Kana watu vizuri. Heshimu watu, kila mtu ako na level yake ya maisha. Kila mtu ako na condition venye alitengenezwa na mtu. Kila mtu ako na ujika yake na uko na uzuri wake. Kila mtu ako na negative zake na ako na positive zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. Hapo namna gani? Nimejitetea sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Let's see at the lessons we learn from the book of Joshua. The lessons that we learn from the book of Joshua. Are we learning something? Are we learning something? Kama unasikia we are learning something, inua mkono wako juu nikuone. Wewe hujalani kitu? Ama usikii kizungu? Unajua tukuchora watu picha. Lydia, are you learning something? Do you hear English? We are called to move ahead and step out. We are called to move ahead and step out. Yani, you are not called to stagnate. Haujaitwa ukwame mahali pamoja. Umeitwa ndio uondoke kwenye the cocoon. Uondoke kutoka hapo wamekuweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo wamekuweka, umeitwa utoke hapo. When Joshua aliitwa, alitoka kwenye mabawa ya Musa. Maana alikuwa anakaa katika mabawa ya nani? Ya Musa. So he was called, akaitwa, toka. Alipotoka aliambiwa arise and now start a journey. So he was told, toka kwenye fikra za Musa. Toka kwenye mabawa ya Musa. Toka kwenye level ya Musa. Sasa ondoka, arise and now step out, start moving. Because from now, you are going to experience a different life altogether. You are now going to experience the power altogether. You are going to experience a new thing, a new command. And the systems za kufanya kazi zitakuwa tofauti, not the same as before. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore, we are called to move ahead and step out. But it is God who is ultimate giver of the direction. You must depend entirely on God. You must move. God is
the ultimate giver of the direction of the next move of your life. It is not you. Bwana Yesu asifiwe sana. It is not you who is going to plan. It is God who will call you out and then instruct you, move this way. Hello. Not you. You have no capacity to move into any particular direction. You have no capacity to succeed in any way. You have no capacity to become yourself. It is through the capacity of God you are lifted up. It is through the capacity of God you are changed. It is through the capacity of God you succeed. You will never be able to succeed if you moved alone. You can never move from here. Move from the anointed man of God. Then ufikirie kivyako unaenda kusucceed. You will not. You will not. I'm still holding you. So that is why he was told by Moses, step out. God told Joshua, step out of the platform, ya Musa. Then move ahead. Go, I am with you. And that's why he had to come and affirm to him, be strong and be courageous. Be strong and be what? Courageous. For I am going to walk with you. God promised him that I'm always going to walk, because he knew Joshua was not prepared for this, but God had prepared Joshua for this. So you are called. When I was called to the ministry, I was not prepared for this ministry. I was completely not prepared to come and see you at munakuja munanisikiliza. I was not prepared. I was prepared to go out there. Nitukanane na nitukane Ruto, nitukane Uhuru, nitukane wale wengine, because I was in the field hiyo. Lakini when God called me, he told me, get out the umbrella ya Mungiki, umbrella ya vitu vingine. Kuja sasa kwenye utaobey. Kuja nitakutunza. Then he told me, be strong and be courageous. What happened? He now grounded me. He told me, now you have to start a ministry. Na nilipoanza ministry nilianza kutangatanga kufanya makrusade. Akaniambia, it is not the crusade I called you for. Nilikwambia ufungue kanisa. So nikaona uzuri sasa ni kufungulia watu kanisa. Nikaita mapasta, nikaanza kuwajengea kama yule Don alikuwa hapa. Tulikamjengea kanisa pale Don Home. Aliuza machuma. Tukajengea wengine 37 pastors. I constructed churches, 37 churches. Hakuna hata moja imesimama. Hakuna. Zote ziliangamia. You can imagine the amount of money I spent. Because I was doing the wrong thing. I was doing what God had not called for me. God had called for me. There was a generation I was called to come and speak to. There was a generation that I was to come and speak to them and help them change the way they are doing things. But for me, I didn't want to come and preach, because I viewed as preaching as stupidity, kitu kibaya, because I hated pastors. Nilichukia mapasta sana. Nilichukia kabisa. Sikutaka hata kuwaona. Because even today I don't like them. Unawaita breakfast meeting. Unawatengenezea mayai, matube na mayai. Unawatengenezea chapati na nini. Unawatengenezea breakfast mzuri. Wanakujaga 100, 300. Sasa mnapaka tumuneda crusade. Siku ya crusade, ona keheki ya odoge kiona crusade. Wadia ugoshabia no makiria itubio na aratanuka itubio ko natali na mahede. I don't like their character. And God reminded me, I never called you to go and interact with them. I discovered ni mimi mwenye makosa, because he had called me in a different way, not in their way. Sasa na mimi naenda kutengeneza, wanakujaga wote, wanajarumu kama hii, wanakula mpaka wanasikia tubo. Lakini siku ya action hautaona atakaubwa zawa na paka wote wanapotea, hautawaona. Wanaanza hapo wakishiba, wanaanza kuuliza huyo mtu ameokoka kweli? Lakini wakati walikuwa kikula, oh man of God, you are blessed. Oh, yani feeding all these men of God, you know, this is a blessing. This is a blessing when you feed the men of God. Because hiyo ni matube, kumbe ni nguvu ya mayai inaogea. Wacha atoke pale. Na ukose kumupatia 200 ama 500, hautamuona hapo tena. Because for them is about being paid to do a service. And that's why I normally tell you, rely on God. Fight to be in position by God. Do this work. Do this work as though it is your work. And seek God for the blessings. You will succeed, you will never fail. And since them, I have overtaken wote. I have overtaken them. Wote wanakujaga hapa kuniomba microphone.
niko na mgeni kutoka Nigeria, nataka umupatie platform. Na waliniambia hakuna mahali unaenda. Sasa na kukuja na wabiaka kuja. Na wapatia microphone na umuuliza ulisema siendi mahali. Hapa ni wapi? Bwana asifiwe sana. So when you are called to move ahead and step out, but you must be able to understand that it is God who is the ultimate giver of all these things. Which are these things that God gives? Ni nini hizi ambazo Mungu anatupatia? There are 7 things that God will give you to succeed. And these things that God will give you to succeed, one is power. God will give you a power to be able to succeed. He will give you an authority that is not like any other. Bwana Yesu asifiwe sana. Niliyazungumza hapa nikasema kule kwa State House kuko na nini? Madhabahu ya Freemason. Ibomolewe ijengwe upya. Imebomolewa, imejabomolewa? Ilibomolewa ikajengwa. From what? Kutoka hapa. God gives you the power. Whatever you say, they respect it. Bwana Yesu asifiwe sana. All my video captives hizi zangu zinakaliagwa chini State House, wana discuss and they pick them as a prophetic word. Wewe hapa ukipiki unaona Toro Dakad Handsome, kuna watu wamekaa analysts in State House, wamekaa kusikiliza Dora leo amesema nini, because there is power in my mouth that was given to me for this particular time, for this reason. So if I cannot be able to misuse it, I will only say as God is telling me, do this, go here. I told you this year it will be a near rapture. Aren't you seeing it? Is it not a near rapture? Sasa ukojea mwezi gine moja ama wiki gine 2-3. That's now you are going to see the really crazy. Vitu crazy vikifanyika. Hata hiyo kitu naona hii inaitwa finance bill. It is a crazy, one of the crazy things that are happening. We are fighting an animal we don't understand. Did you see wazungu wa America wa England wote walikuwa wamejaa parliament wakati walikuwa na discuss, unashindwa what is the interest ya mzungu kwenda kusikiliza budget ya nchi. Kube si Ruto hajui, hakuandika hii kitu, sio huyo Ishongwa hakuandika, si Didi Nyoro, si nani wameandika, imeandikwa na watu wanaitwa World Bank na IMF. Ndio wanataka kujua is work that we gave you Ruto imefanyika ama haijafanyika, because that is the condition. Tutakupatia pesa lakini hii ipite. Bwana Yesu asifiwe sana. But God will say no. We cannot be able to sell our soul. Hello. Number 2, God will give you the ability to perform. Ability to do things. Ability, uwezo wa kufanya, kutekeleza maneno hale. Bwana Yesu asifiwe sana. You get the ability to be able. And that is why you can be able to move mountains, to move things, and to do things without fear. When I decide to do things, there will be no fear. I don't have fear at all. Hata ukiniambia hii nyumba itatuangukia, nitasimama hapo ndani iniangukie nione, nitaisimamisha, nitaiambia simama. Wakati tulikuwa Githurai na nyinyi, mvua ilikuwa imenyesha, nyinyi mlikuwa mmejificha kwa maduka, lakini nikaambiwa, nikashika microphone nikaambia, wewe mvua, wewe ni wa Mungu. Hii kitu tunafanya kazi hapa ni ya Mungu. Sasa wewe ndio ikare kando. Ureke tuhujie. Twalikia kuhujia usho? Ilifanyika kufanyika? Because I have the ability. You can be able to command. Unaisimamisha. Hapa tukakuja, tukakaa hapa, maimahio, ile maji kubwa, tukaambia mvua, simama sasa. Hautaua mtu mwingine. Did it happen? Si ilisimama? Yes, because we got the ability. And this ability, that is what makes it a successful thing. Number 3, he gives you strength. Joshua was able to move and do things because he had the strength. He had the capability. Yani ilikuwa na strength, nguvu ya kufanya kitu, nguvu ya mawazo, nguvu ya kusucceed. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why when we are doing things here, I do them because I have the strength. Nikiabiria huyu mzee, tutampatia duka, tutamtengenezea na itakuwa na itafanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Because in me, in my heart, there is strength of doing those things. So whatever I'll tell you because I know niko na strength. Joshua aliingia mataifa, nchi 5 zilikuwa na president. Aliambiwa na Mungu wakate vichwa.
Kuna president mmoja wa Gibeoni alikata kichwa akaambia idugiliwe kwa mti alafu ihangiwe kule juu, na hao wengine wote wafuasi wake wote wachinjwe, vichwa viekelewe. Sasa huyo mtu angekuwa saizi, simungemuita devil worshiper. Sasa huko Mungu na yeye anafanyaga maneno yake namna hiyo. He had the strength to get into the state house na ku grab the king na anamchinja, despite of the wreck squad, despite of the army, the GSU, the commandos. He had the capability because he had the strength. Number 4, you have the skill. Skill. S-K-I-L-L. Unakuwa na the skill. When God is working and operating with you, you have the skill. Ukikuwa na wamama kama hawa wote, and I don't mean hawa, na wote wanakupenda kuwa mwanaume na uko hapa na wewe ni kiongozi wao, God gives you the skill to deal with them harmoniously, walk with them without injuring them. Because and kukupenda taruo genya dare, have you committed crime? You have not committed sin. So why will I injure you? Why will I destroy you? Why will I bring you down? I will walk with you, Lillian. I will move with you, but I know I will how to handle you until I give you what God has given me to you, that you may be able to succeed. That's what we call the skill to work with others, because you have been called to encounter challenges here and there. There is a place in I think Joshua chapter 8, thereabouts, Juni wapi, lakini there is a place where the Joshua was told by God, divide your army into 2. One army izunguke ile huko nyuma, iende mpaka kule nyuma, ikae huko. Alafu you have one army face Nairobi from the front. Then this one army that is going to face Nairobi from the front ndio wata attack. Na hiyo ile army nyingine imejificha na huko, hawa army ya kwanza ikiattack, ikifika katikati isikie uoga, itoroke. Ndio hawa watu wakuje kama wamewakibisha. Walipowakibisha, they draw, waliwatoa kwenye territory yao, because you cannot fight anybody akiwa ndani ya territory yake. Lazima umtoe from the territory. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale watu wa Joshua walipofika walitoroka ndio watoe hawa watu from their territory, wakakimbia. Walipokimbia wale wengine walikuwa kule nyuma wakaingia into the territory, wakaichoma. Hawakugeuka nyuma, wanaona kwao kunachomeka. Sasa hawa na wale wengine wakiliporudi kwenda kusefu nyumba zao, hawa wengine wakakuja. Wao wote kijiji mzima ikachinjwa. Why? Because of skill. Don't go fighting. Don't go trying to antagonize anybody without understanding what is the principle, what kind of people you are dealing. That is why wale spies walitumwa. They had to send spies, waende wajue, wasome history, wasome watu wao, wasome culture yao, kama ni watu warefu, miti ya kwao, wanyama wa kwao, kila kitu cha huko, hali ya anga iko namna gani, nekuraga kana gutiuraga, ndio wa understand, wakuwe na the skill. Those are now the skills za kujua how to attack the enemy. You cannot attack or win any enemy if you don't have the capacity to have understood them. You need to understand. Kila mtu unamuunderstand. Like now here, I understand all of you. Ninawajua. Najua weaknesses za huyu, najua weaknesses za huyu, najua weaknesses za huyu. So I deal with you according to your weakness. Bwana Yesu asifiwe sana. I will deal with her according to her weakness. Lakini kihama nikikuja, sitachukua weakness ya huyu nilete kwa huyu. Huyu naye nitamshughulikia kivyake. Ndio naonaga nyinyi yote kuna kila mtu anatokaga hapa kama amefurahi. Ni wachache tu wanakasirikaga because na wao hawajielewi. Nikiona hujielewi, ninakurusha ije tu na godinekania ndio ukuje tena nikufundishe ukae kwenye nini skills. Sema amen. Number 5, knowledge. God gives you an extraordinary knowledge to be able to understand extraordinary things that are happening around you. To be able to know, to be able to lead, even if you have given 5 people, to be able to lead, you must have knowledge. And you must have extraordinary knowledge. For this extraordinary knowledge, it is to be able to balance everybody and keep everybody to walk so that they can see the God in you.
for people to see, to understand you, because kila mtu hapa ako na kichwa tofauti, kila mtu amekorogwa mkorogo wa kwake, kila mtu amepikwa kivyake. So for you, you have come to see my God. So how will you see my God? My God will give me an extra knowledge, and this extra knowledge ndio unaona mmekuja kunisikiliza hapa niwafundishe. Hello, ama niaje Beatrice? Yeah, because God has given me an insight of his word, so that when I teach you, you will be able to impacted. Utaelewa na utajua na utasema, utajua kutoka leo, this is how I will be doing. Why? Because a knowledge I am carrying, it is extra, not the ordinary knowledge. So in this knowledge that God has given me is able to change your way of looking at things and living. So Joshua had an extra knowledge of handling things. Number 6, wisdom. You must have the wisdom. For you to be a good leader, for you to be a performer, God gives you wisdom. Wisdom, why do we need to have wisdom? We need to have wisdom to avert people from fighting, avert people from being degraded, avert people from being misused. Now when you come, because huyu amekuja na kaujanja kake, huyu amekuja na kaujanja kake, huyu amekuja na kaujanja, kwa sababu kila mtu hapa amekuja. Wengine wanakuja kwa ofisi, na pia David kana tukusa ongea na hatu kwanza, lakini wanadanganya David akatakuja na shambia, apostle, huyu mzee ako na need, na just talk to him. Namuuliza, umeongea na yeye? Nimeongea na yeye. Amekwambia nini? Ako na neno la Mungu anataka kukupatia. Bwana Yesu asifiwe sana. Namwambia basi mulete. Akikuja, apostle, niende na ngaragu. Niende gukwendera akwa. Bwana Yesu, niende gukwendera akwa. Niona dire kindu ingeshi. Lakini alitrace David akajua ni unabii, apostle analeta. Na kwa sababu David anapenda apostle, na neno la Mungu limekuja, wananiletea kupitia kwa neno la Mungu, lakini mzee amepanga penye atakuja kunigonga. Bwana asifiwe sana. So kwanza kabisa ile kazi kubwa nafanya sasa ni kuweka huyu, ile wisdom niko nayo ninamgawia. Hivyo ndivyo Musa aliambiwa na uncle, ni father in law Jethro, akaambia tafuta watu uagawie spirit yako. Bwana Yesu asifiwe sana, ndio wakusaidie. Sasa huyu mzee lazima nimsaidie kabisa, nimchotee kidogo, hata kama ni vijiko mbili nimwekee ndani, ndio akiona ukikuja kumdanganya anakuelewa tu, hata kabla ufungue mdomo anaelewa huyu mzee anataka nini. Alafu anacheza na akili yako, anacheza na akili, wanakutoa bila wewe kujua umetolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. It is the wisdom. It's very important to have wisdom. You will win every battle. Kwa hiyo kazi unafanya, hiyo kazi biashara unafanya, you need a lot of wisdom. Huyo mke mko naye, you need a lot of wisdom. Huyo mume mko naye, you need a lot of wisdom. Ukiona mwanamke wako amechamuka sana, wacha kubishana naye, withdraw kidogo tu, just withdraw. Kama anataka mpate, anataka hii, kwa sababu wanawake mnatakaga hile kitu mnataka lazima ifanyike, you find a way to withdraw fast. Ukiona temba zake ziko juu, rudi chini. Mosi tu rudi chini, mpatie nafasi, mkubalishe, mwambie wewe ni mkubwa, you are my queen. You are my queen. I love you baby. Unachukua kama hawa kama hapa. Unamwambia sweetheart, chukua tu hivi. Ni wisdom. You not play tu kidogo kidogo. Naigwa mwaneki. Tigo dikole heo nyere. Wewe kwa jo hiena gati ya nyere. Kito hiena tumodea tu ya tokati. Unacheza na akili. Muna siku mabia we. Ndatoisho ruteteku. Unacheza unakaa kama mzee mwenye ako na akili, unacheza na yeye, unacheza na yeye hivi. At the end of the day she will love you more than any, hata kutreat kama king. Hello, ni venye tu nilikosa mtu. Shika inoa. Endurance, number 7, to be able to endure. Hello,
that you unajua to endure is to kuvumilia, kuwa mvumilivu. Maneno inaweza kuwa mzito, magumu, inaweza kuwa dunia imekufika mwisho, yani you are feeling today leo ndio nakufa, ni neginyete mwisho. Na nipigia kasimu ni apostole neginyete mwisho ndaigwa gukua ngamu uraigwa atia uiguire atia gukua uiguire atia uiguire ne thauti ikuhiana gatia urai tondu no iguire ni uraigwa gukua ri uiguire thauti ihiana atia apostle ti ugo ndirauga ndiakuria atiriri atogo uraigwa gukua matamakanie ne nginyete mwisho ta njira atiriri uraigwa gukua atia yani thauti iyo uraigwa ri ni ya mudumuka kana ni ya mundurume iyo uraigwa ya gukua atetiko apostle we naye waragia maundu nginya mundu akaigwa gotheka ndienda wambe otheke ta jariria na thauti ile kwariirie ya gukua. Sasa unaongea naye unamuwithdraw unamutoa kwenye hiyo mafikira ya kifo, because ni tiko kwenda gukua mundu wa gukua athiaga keuraga kwenye gukua araigwa gukua. Hiyo ni ngano cia marimu, anakudanganya. Sasa unamwambia unamtoa huko kwanza kwa ujinga, unamuleta kwa sababu anataka kukusia ngome. Oh God, oh my God, madugakwe. Oh hallelujah, tuabe tohoye. Don't waste your time kuombea mtu anakuja na vitisho za kukufa. Usiombee. Unamwombea nini? Mwambie mutriki mtoe huko. Sasa atakwambia mambo yote. Kumbe ni yeye alikuwa na makosa. Ndio alifukuzwa na mzee kwa sababu ya makosa. Unaongea na kwaria mapo storeke agwere mai. Nini ndekete mahitia hiyo. Nari maisha ni maginyete mwisho. Wema ndugithio here. Ndio maisha maku uko mathimete na rura igana atia nigetha umenye ni makinyete mwisho. Uko mathimete na ke ni mita cigana kuma mita cigana ginya mita cigana. Bwana asifiwe sana. So you need how to know, ensure that pressure. Maana ni pressure. Kanisa kama hii kuna pressure kila kitu. Unasikia stories za huyu zinafanya. Unasikia kule kumewaka moto. Ukenda ukiona kama moto. Unakuja unakuta praise and team yote imeondoka. Unaenda kule kwa watu wa media nao wanafanya vituko zao. Unaenda kwa asharingi vituko zao. Unaenda wapi vituko zao. Unakuta pressure ile iko hapa. Hai. Unaambia Mungu nisaidie kuvumilia. Nisaidie tu. Naye Mungu kwa sababu anajua anakusaidia kuvumilia. Unakuwa mvumilivu, unatembea tu na mtu. Kuna siku mama huyu aliniakishia moto hapa. Kuna siku Lilian aliniakishia moto. Kuna siku huyu aliniakishia moto. Lakini sasa unavumilia. Unacheza na hao, unakuja mpaka unakula na hao. Unapeleka mtu kama huyu hoteli kule. Ukipeleka hoteli kule wakuone, huyu akuone ukienda hoteli. Unaona madire nake. Apostle no turamenya. Wadushuma. Akomete na atumia othe kanitha. Sasa hiyo ni moto ukikuja unasikia ukomete na atumia othe kanitha tiga ucio uraria riu uyu no aratirate ngomete na atumia riu nowe atumia othe kanitha na wewe ya kanitha na ndikomete nawe. Sasa hiyo kipressure unapigwa na hiyo. Ukikaa kidogo unasikia pressure ingine ndio hiyo. Ukikaa kidogo unasikia pressure. Now you need to have the capacity to withstand. The capacity kuelewa na kujua hizi maattack. Zingine zinakuja kukufanya strong. Zingine zimekuja kupiga wewe. Zingine zimekuja. Unasikia kuna vitu zingine zinainuliwa Kenya mzima kwa ajili tu yako. Kupigwa tu wewe upigwe tu. Unavumilia tu. Na unasema Mungu, you promised me shamba ambayo inaitwa the Canaan. Daramea. Alikupromise Daramea. You see, when you have the endurance, the book of Joshua 1:4-5 inasema, your territory will extend from desert to Lebanon and from the greater river Euphrates. No one will be able to stand up against you all the days of your life. As I was with Moses, I will be with you. It is the book of Joshua, chapter 1, from 4 verse 5. From the wilderness and the Lebanon as far as the great river of the river Euphrates, all the land of Hittites, the great sea in the west shall be your territory. Verse 5, no one shall be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will not fail you
not forsake you. That is a promise. Because you have endured. When you endure, when you are able to stand the pressure of the time, God comes with a promise. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukivumilia the pressure of the time, God will give you what? A promise. And this promise, he says, I will never forsake you nor leave you. Verse 6, I will never forsake you nor do what? Nor leave you. I will walk with you. I will stand with you. I will do everything with you. Be strong and courageous, for you shall put these people in the possession of the land that I swore to their ancestors and to give them. Be strong and be courageous. He swore to him and he told them, for sure you will succeed. This battle you are not going to fail. And I command you today, and I say this today, that whatever you endeavor to do, God will be with you. God will make you succeed. God will make you win every battle of your life. You will never fail. You will conquer them. Amen. I've never seen a church like this. Hawasemagi chochote. Sasa hii nimeletewa haina beti. The type of people we have. Hii haina beti. Na nimeletewa. Na imeendelea kuhubiri na hii. Sasa unashindwa. Uzuri ni kujua ni kuelewa watu wangu ni watu wa bagi ya zamani na madawa ya kulevya. So una understand the situation. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Hapo tumefika. How many of you are blessed? Unaenda wapi mama? Okay. Wangapi tumebarikiwa? Acha nikuangalia nyuma, si nyinyi nimeita. Kama unasikia umebarikiwa, inua mkono wako juu. Asante. Sasa nipate. Sikupenda kwake. Ndio kanya mukali anyu agatene kamuria. Ni ukomumena. Hawezi. Now you have to seek God to give you wisdom to deal with them, to walk with them. Sada, si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. Acha tuachie tu hapo, nitafundisha wengine next time. One thing that we also need to learn from the book of Joshua is that God promises will never fade away. Tuangazie hiyo tu ya mwisho. God promises will never fade away. So whatever God said in your life, it will never fade. Whatever he said about you, it will never fade. Kama Mungu alisema, haijalishi hata onoko ni ukorire. My mother alienda America akiwa na 70 years. Na alikuwa ameambiwa akiwa na 25 years ati ataenda ng'ambo. Mimi ndio nilifanya mama yangu aende ng'ambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama yangu nilimpeleka pale airport, alilia machozi. Akaniuliza, nikafikiria kuna kitu imefanyika. Mama yangu nikamuuliza ni nini? Akaniambia, "Mimi nikamuuliza kwa nini unalia?" Niko ligodera aliguo. Nini tena wewe baba? Sijamaliza. Si unawaona sasa. Sasa niambie. Ile stress inakuwa nayo kanisa hii. I need God. Mama akaniambia miaka, yani Mungu amengoja miaka hii yote. Nikiwa mzee ndio nimeenda Amerika. Sasa ninaenda kufanya nini Amerika? Nikamwambia unaenda kukula matunda ya mazao yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Because ni kupitia mazao yake imempeleka nani? Amerika. Andaje nikwambia be very careful. Kama Mungu alikuambia neno, jaribu kulifanya. Ulikulia ukiwa msichana. Mama yangu alikulia Amerika. Sasa alienda mara mbili akaniambia hatarudi huko tena. Maana alienda anawachwa nyumba peke yake. Sasa wamama wale wamezaa huko wakaanza kumletea mtoto alee. Sasa akaniuliza, "Ni dokile huko maid?" Kwa sababu anaachwa nyumba peke yake. Ndugu yangu huko anaenda kasi asubuhi,
atakuja saa 8 usiku kama mama amelala. Walikaa wiki 2 hawajaionana. Sasa akashindwa, ni raha gani hii nimekuja kufanya hapa? Wale mnafika mpaka kwenda America, think twice. Wale mnapanga kwenda Europe, think twice. Hapa ni Kenya. Hapa ndio Mungu anakaaga. America naendaga kutembea. Na iko ya goshera. Ndiko ndaikaraga. Goko ndiko ikaraga. So God promises never fade away. God fulfills his promises no matter how many generations. God fulfills his promises no matter how many generations zitafanyika, no matter how many days, no matter how many months, no matter how many years, no matter what the kind of a situation it is. God will fulfill his promise. God will fulfill what he said, because God is a promise maker, a promise keeper, and a way maker. He will always make things work. Where things are not working, he will make them work. Number one, how does he fulfill his promises? He fulfills his promises. God's promise and his words stand the test of time. Every word of God, every word, a promise from God, it will stand the test of time. So don't worry. No matter how many things, how many days will pass by, the word of God will stand. The promise of God will stand the test of time. It will. Whatever it was said of you, it will. Kama Mungu alisema utabarikiwa, utaendesha gari, utaendesha. Inaweza kuwa si wewe utanunua, lakini itanunuliwa na uzao wako. Something God will do it. It will happen. Number 2, God is faithful all the time. God is not fake. God is faithful all the time of your life. No matter when, no matter how, God will always remain faithful to whatever course of your life. He will remain faithful. Mungu wako remains faithful. Kwa hivyo, just stick to the promises of God. Just stick to what he said about you. If he said he's going to bless you with a business, the business will come to pass. If he said he's going to bless you with marriage, the marriage will come. If he said he's going to bless you with something, whatever he said, he will make sure it is fulfilled, because God is faithful all the time. And number 3, if we keep the promises, we see his fulfillment to them all. If we keep his promises, we'll see fulfillment to whatever he said. It will be fulfilled. It will happen. Don't worry. No matter. Unaweza kuwa saizi urahura madhafu mako, nothing is working around you, but there is something God is planning for you. There is something God is organizing for you. There is something God is doing for you. God will make it work. God will make it become successful. God will make it become what he said about you. Whatever he said, the children of Israel had a promise, and this promise kept long time, 400 years, 413 years. But as he promised their ancestors, it came to pass. As he promised Abraham, it came to pass. Whatever he said of you, whatever he did of you, whatever plan he has of you, they will come to be successful. Somebody say amen. We must not forget the promises of God by allowing them to fade away from our memory. We must not forget the promises of God by allowing them to fade in our memory. Keep everything. Whatever was said of you, that is why I normally ask you to have booklets. Write them. If you write, these things will never disappear. Keep whatever God has said of you, because today it is God has been talking to you, but I can see you never write anything. It will fade. Tomorrow you move to another church, it will fade. The other day you move to another place, it will fade. You move to a place, it will fade. Why? Because you keep losing touch of God. Keep it in your memory. Do not allow them to lapse from your memory. Keep them closer to God. Keep yourself closer to God. Keep your memory upright. And everything he did say to you, it will come to pass. Be strong and be courageous, because you will lead the life that God has chosen for you. It will come to pass. It will come to happen. God
is a God who keeps promises. May God bless you for tonight. Rise up on your feet na mulete sadaka zenu hapa. Now David, you can remove. Tunaye Mungu, hakika tunaye Mungu katika mipango yote. Hakika tunaye Mungu, wala tubatishi. Hakika tunaye Mungu, tunaye Mungu, hakika tunaye Mungu katika mipango yote. Hakika tunaye Mungu, wala hatubatishi. Hakika tunaye Mungu, tunaye Mungu, hakika tunaye Mungu katika mipango yote. Hakika tunaye wala hatubatishi. Hakika tunaye Mungu, tunaye Mungu, hakika tunaye Mungu katika mipango yote. Hakika tunaye Mungu, wala hatubatishi.
tu karibu hapa. Nani amewaambia muache kuiba? Usimunaona ile shida na kuaga naye. Muniombee tu kabisa kabisa. Sasa mtu ameacha kuiba, kuna shida ni nini imemshika? Nikuretese anasema njoo kwangu nikuretese anasema njoo kwangu yaliyoibiwa yaliyochukuliwa na Mungu anasema njoo kwangu nikurejeshe. Yaliyoibiwa yaliyochukuliwa na Mungu anasema njoo kwangu nikurejeshe. Nikurejeshe anasema njoo kwangu nikurejeshe.
0712-228-490 kana wigire rurenda rwa www.besmasako.co.ke. Hihi ni uya tena uheo ngombo ya kuma 10,000 wewe Bwana, wewe Baba, wewe Bwana.
hapa Bwana Yesu, mimi niko hapa Bwana Yesu, 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 niko hapa niko hapa Bwana Yesu, 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 natotano mukama niko hapa Bwana Yesu, niko hapa Bwana Yesu, niko hapa Bwana Yesu, wali Yesu, wali Yesu, wali Yesu, wali Yesu, Mwami wa baba mi, you are Yesu, you are Yesu, you are Yesu, you are Yesu, katondano mukama, you are Yesu, you are Baba, you are Yesu, you are Yesu, you are Yesu, you are Yesu. You are
Amen. So, thank you very much. From today is Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Okay, crusade ni ya lini, by the way? Ile ingine mai? Kamweka na ihe nyake. Aya. Ni hii weekend? Wow. I need a dedicated prayer. Sema dedicated prayers. From tonight, kutoka saa 6 usiku ya leo mpaka saa 6 usiku ya Sunday. Number 1, we pray for the ministry. Number 2, we pray for the country. Number 3, pray for your apostle. Number 4, pray for the crusade. If we genuinely pray for the crusade, it will be the turning point of everything. But Amen. It will be the turning point for your life, for everything that you say. It is everything. Sema everything. Everything. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo tuombee crusade, tuombee kanisa, tuombee wachungaji, viongozi wanaopanga, sababu kuna wao wameenda kupanga opposite. There are people now, hatuko na wao hapa, lakini they are part of us here. Wameenda wako busy pangaling opposite. Hello, kuna watu wamepeleka dhabihu mahali. Saa hii as we are talking. Na hiyo dhabihu imepelekwa ndio ikafanya kafara za kupigana na kile kazi tunafanya hapa. Kwa hivyo tujumuike pamoja, wale wataweza kuunganika na mimi tuende kwa mlima. Tutaenda kwa mlima. Wale mtaona mkuje hapa. Kila siku intercessors from today mpaka Sunday tuko hapa daily. Kama ulikuwa hujajipanga, anza kupanga saa hii, bado ni mchana. Na mtu anajua ni muombezi, tuanze kazi. Kila mtu, everybody. Ukiweza kufunga, funga. Ukiweza whatever how you know to pray, just pray for it. Kuna watu hapa unasikia ungetaka kuokoka. You want to come back to Jesus. You are here. Come. Kuja nikuombee. You are here, you feel bado unajihisi sijakuwa vizuri na Yesu. Sijakuwa vizuri kabisa. Kuja tu nikuombee. Yes, thank you. Mpigieni makofi. Amen. Mwingine, kuna wengine wawili ama watatu hivi. Just come quickly. Si wewe. Mwingine quickly, just come. You feel kako unasikia una kitu kako ndani yako, unasikia I am not right with Christ. Just come. Na kungoja kuja quickly. Kwa sababu kuna baraka imeachiliwa kwa ajili ya that. Kuna mlango yako ilikuwa imefungwa because of whatever you are. Na kutoka saa hii itafunguka. Na masimu utaanza kupokea zikikuja. Ni watu watatu. God told me there are 3 people. Tuko na wao hapa. You feel that you need to reunite back to Jesus. Kanisa unakujanga, si uko kanisani? Kuja tu. Kuja tu. Worship team na nyinyi daily evening tukue na service ya worship. Si ndio? Daily kutoka kesho mpaka Sunday. Apart from siku za crusade. Kujeni, kuja na kungoja tu quickly. Unajijua, unajihisi, unajua tu hakika I need Jesus. I need him. Wakati huu namhitaji. Ni kifunguo chako nataka nikupatie, kifunguo cha baraka zako. I'm waiting for you. I'm still waiting for you. You have 1 minute to come. Uko na 30 seconds kukuja. Your time is out. What do you do in school?
music production. What services do you want? Ulikuwa nataka kutusaidia hapa volunteering? Nilikuwa nataka kufanya kwa department ya media to anything. Nilikuwa nataka skills. Yeah. Okay. Utamtafutia mahali. Baba, katika jina la Yesu Kristo nakushukuru na kuabudu kwa sababu ya huyu mtoto ambaye amekuja mbele zako kusema amekiri kuona kwamba hayuko pamoja na jinsi utukufu wako unavyostahili kuwa. Na kuomba Baba ukaweza kumsamehea leo, ukamtakaze, ukamuongoze kwa njia mbalimbali. Na nikamng'oa kutoka kwa the spirit of Illuminati na spirit ambayo imekuwa ikimfuata mahali popote amekuwa kienda. All forces of darkness and powers of witchcraft, I bring you down the mighty name of Jesus Christ. You're free. Thank you. Yeah. So I wish you all the best as we get into top-notch prayers. Na kila siku sema kila siku utakuwa tukifanya maombi 7. Maombi ngapi? 7. In a day 7 times. Saa 12 utajipanga tu, lakini uhakikishe 7 times. A prayer 7 times. Usikule sana. Intercessor mtakuwa hapa throughout. So nyinyi si intercessor. Nyinyi nini? Praise team. Ma praise team. Every day. Bwana asifiwe sana. Pastors hapa every day. Leaders ambao hawako busy sana mkue hapa every day. And every person who think that you are called to pray, these 7 days is total commitment. Maana kule na wao wameenda kutupangia 7 days. Bwana asifiwe sana. Tutakuwa na nyinyi all these 7 days hapa. Na night tutapelekana tuende kabisa mpaka tuone tumehakikisha we have won the battle. The major thing ni kuzuia crusade isifanyike, kwa sababu wamechinja mpaka mambuzi. Wamechinja mambuzi, wengine wamepeleka masadaka za kuku, wengine mpaka wamepeleka sadaka ya nyoka ya black. Wengine mpaka wamepanga accident ifanyike. But hakuna, no bone will be broken. Amen. No bone will be broken. Amen. The mighty name of Jesus. Amen. They will not see us. Nimewaweka upofu wote, hawatatuona katika Yesu. Nimeziba masikio yao, hawatatusikia in Jesus name. Nimekata miguu yao, haitatembea in Jesus name. Amen. They will never succeed. Amen. They will never succeed. Amen. They will never succeed. Amen. In the middle of the week, watatuma maagenti kadhaa hapa na watakukuta. Watakukuta. Kwa hivyo kuwa mwangalifu. Hii kucheka yako ya unacheka hapa ovyo ovyo. Takarangwa tu hapa. Ukuwe mwangalifu sana the whole week. Mtu yoyote anakuja, be very keen, have the wisdom. Ndio kwa maana tumefundishwa mambo ya wisdom na knowledge, understand them. Watakuja wanawake wawili na mwanaume mmoja, na tuko na mmoja hapa saa hii. Umeelewa? Tuko na mmoja hapa, lakini wasikutishe. Wasikutishe, wako job yao na sisi tuko nini? Tuko job yetu. Tutaona ni nani, si ndio? Si walienda kwa Magoto akakufa hivyo, Magoto walienda, hata wewe utaenda hivyo. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. There's one thing I want you to do. Church members. Church. Ombea mtu. Ukikumbuka wakati wa kuomba uombee watu. Unataja watu na majina. Umesikia? Hiyo mara 7 per day utakuwa ukiomba, unaombea. Ukumbuka yeye majina utakumbuka.
waombee tu, na wewe ukikumbuka majina